Rafiki yangu, ndugu yangu na jamaa yangu, leo nataka nikukumbushe juu ya jambo moja, nalo ni msamaha. Kusamehe ama kuomba msamaha, si kwa namna ile ambayo pengine umeizoea, lakini nakukumbusha kwa sababu ni kitu ambacho nakifahamu kwamba unatakiwa kuomba msamaha ama unatakiwa kusamehe. Hilo ni sharti na ni la lazima. Yaani ukitaka maisha yako yaende katika namna ambayo unaitegemea ya kiuhuru zaidi, lazima uelewe jambo hili la kuomba msamaha. Sasa kuomba msamaha, unawezaje kuomba msamaha? Watu wana maswali lakini hawana majibu. Watu wana maswali lakini hawana majibu. Katika nyakati tofauti tofauti nimekuwa nikijiuliza sana, hivi ni kwa nini watu wanaamua kujinyonga, wanaamua kulipiza kisasi, wanaamua kuua? Pengine kwa sababu hizi kuu, sababu za kutendwa katika mahusiano, sababu za kifamilia na ndoa, na sababu zingine kadha wa kadha katika sehemu mbalimbali za kimajukumu na za kiutendaji. Watu wanafikia hatua ya kujinyonga na kuwa, pengine habari za kukosa kazi ama mazingira magumu, wanaamua kujinyonga. Leo nakufunulia hii siri ukapate kuielewa sawasawa, na siku zote za maisha yako ukapate kuendelea katika nguvu na katika uhuru mkubwa yote. Labda tu kabla sijaendelea kukupa hii siri, nikupe maswali machache ambayo watu hujiuliza kwamba nawezaje kuomba msamaha? Natamani kusamehe lakini nafanyaje ili niweze kusamehe? Nimeshindwa kabisa kumsamehe. Mtu anakwambia fulani kanikosea, natamani sana nimsamehe lakini nimeshindwa kabisa kumsamehe. Fulani kanitenda lakini natamani sana kuachilia hili jambo lakini nimeshindwa kabisa. Mwingine anakwambia nimemkosea mzazi wangu, nimemkosea rafiki yangu, nimemkosea mwenzangu. Sasa katika huyu niliyemkosea na Mungu, ni nani nianze? Nimwombe Mungu msamaha kisha niende kwa mzazi, ama nianze kwa mzazi kisha niende kwa Mungu? Nianzie wapi kuomba msamaha? Nianzie wapi kuomba msamaha? Rafiki yangu, siri ni hii hapa juu ya msamaha. Kwenye maisha ya kwako, kwenye maisha yako, haumsamehe mtu isipokuwa yeye mwenyewe ameamua kujisamehe. Kwa kazi yako wewe sio kumsamehe mtu, ni mtu anaamua kujisamehe mwenyewe. Ndipo utimilifu wa kila ambacho umekiamuru na kukiamini kwamba ni msamaha, basi kitaweza kutimia. Lakini pia hauombi msamaha kwa mtu yeyote isipokuwa kwako wewe mwenyewe. Kama hauwezi kuomba msamaha, basi sahau kuhusu watu wengine kusamehe. Sahau kuhusu nani kusamehe. Kumbuka tu kwamba Mungu hakusamehe wewe. Mungu hakusamehe wewe kwa ajili yako. Mungu anakusamehe wewe kwa ajili ya ulinzi wa kiti chake cha kifalme. Yaani analinda mamlaka yake asiendelee kukung'ang'ania wewe ukaziba kazi zake zingine zisiweze kuendelea mbele. Vivyo hivyo hata mwanadamu unaposamehe ama unapoamua kuachilia, kwa sababu kusamehe ni kuachilia ama kujiruhusu kwa tafsiri nyingine nyepesi. Unaposamehe unaamua kujiruhusu, kuacha uwanja wazi kwa ajili ya kuruhusu kazi zingine ziweze kutendeka. Yaani kama ni shamba, basi ni unalisafisha, unatoa kila aina ya taka baada ya kilimo kilichopita, ili kilimo kinachofuata kiweze kufanyika.
ni huko ndiko kusamehe. Kwa siri ya kusamehe haianzi na mtu mwingine, haianzi na kitu kingine, haianzi nje yako wewe mwenyewe. Siri ya kusamehe inaanza na wewe. Amua wewe kwanza kusamehe, amua wewe kwanza kuachilia, ndipo na huyo mwingine ambaye unatamani ya kusamehe atakusamehe tu. Lakini kama wewe hujaamua kujisamehe, basi sahau kuhusu mwingine kukusamehe, sababu bado wewe umelifunga ndani yako. Ndiyo maana msamaha kwako ni kazi ngumu sana. Sasa nataka nikupe tu njia nyepesi sana ya kuweza kuomba msamaha ama kujisamehe. Kama nilivyosema, haumwombe mtu yeyote msamaha, unajiomba mwenyewe msamaha. Sasa unajiombaje? Katika moja ya mafundisho ya kipindi cha nyuma nimezungumza habari ya jina, kwamba jina halisimami kama jina tu, bali linasimama kama mamlaka kamili ambayo inamuongoza mtu ama inakuongoza wewe. Kwa kitu cha kwanza, lazima kwanza ufahamu jina la kwako. Jina lako wewe ni nani? Jina la kwako. Mungu ni Mungu mwenye jina, na jina lake ni Mungu Mwenyezi. Nake ni Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu mwenye utawala. Unapotaka kuomba msamaha, kwamba unaomba msamaha kwa Mungu, namwambia Mungu msamaha, unataja jina kwanza, kisha unataja kile ambacho unataka kusamehe. Vivyo hivyo napozungumza habari ya msamaha ambao unaanzia kwako wewe mwenyewe, sio kwa mtu mwingine, sio kwa kitu kingine, sio kwa mzazi, sio kwa rafiki, sio kwa mwenza, sio kwa nani, unaanzia kwako. Taja jina lako. Jiite Mwaipungu, jiite Tuntufye, Kapinga, Milembe, Samueli, Yohana, Juma, Buyobe na kadhalika na kadhalika. Jiite jina lako, alafu jiambie unajisamehe kitu gani, jiambie umekosea kitu gani. Ukiona hii ni ngumu sana kuita jina lako, basi chukua hata picha yako iweke mbele ya macho yako, kama ni ukutani ama sehemu yoyote ile ambayo itasimama na utaweza kuiangalia. Kisha anza kuomba msamaha, anza kukiri ule ulio ukweli. Jiambie, Tuntufye, nisamehe nimekosea. Mwaipungu, nisamehe nimekosea. Milembe, nisamehe. Juma, Yohana, naomba unisamehe nimekukosea. Kuanzia leo nitakuwa mtu mpya. Taja makosa ambayo unahisi umeyakosea. Kwa nini sana sana nashadadia kwamba unataka kujiomba msamaha wewe mwenyewe? Sababu wewe ndio kiini cha ruhusa ya mambo yote. Usipojisamehe, usipojiomba msamaha, sahau kuendelea mbele. Ndipo hapo sasa kisasi, mauaji na kujinyonga vitatangulia pale usipoamua kujisamehe mwenyewe. Kwa ukitaka kuachilia mambo ambayo yanakusonga songa, usiangalie mtu fulani ukatengeneza sababu na visingizio kwamba fulani amenitenda. Sema mimi nimejitenda. Najua ni ngumu sana kukubaliana na hili jambo kwa sababu ya mazoea ya namna ya kuomba msamaha. Tunaamini tu lazima mtu aje akuombe msamaha, lazima ukamwombe mtu msamaha ndipo uone kwamba kuna uhuru halisia katika kila ambacho umejitenda ama kila ambacho umeikosea. Lakini ukianza na wewe mwenyewe kujiomba msamaha, yanayofuata ni mteremko. Wengine wanasema ni mseleleko. Utachagua ni kipi ukitumia. Kujiombe msamaha, ita jina lako, jiombe msamaha. Uone kama haujafunguliwa, uone kama haujawa huru. Kisa fulani kanitenda, basi nabidi nilipize kisasi. Kisa fulani kanifanya hivi, nabidi nikajinyonga. Hajakukosea mtu,
wewe kwanza ulianza kukosea, pengine kwa kujua ama kwa kuto kujua kwamba unakosea, ukajikuta katika hali ya mazingira hayo unayopitia, katika hali ya maisha unayoipitia. Jitambue wewe kwanza, kisha ujiombe msamaha. Katika wakati mmoja nilipitia changamoto katika maisha yangu, ni miaka 2 sasa imepita, ambapo changamoto ilikuwa ni ya kiwizi. Yani ndani ya siku moja, kama sio lisali moja tu, iko ndani ya siku moja, nilijikuta nimepoteza pesa ambayo ingetosha kununua pikipiki 4 zikawa zinaniingizia pesa. Tena ni mimi mwenyewe kwa kuituma, kwa sababu ya kudanganya. Sasa baada ya kuja kugundua kwamba nimeshaibiwa tayari, kwanza sikujilaumu, bali nilichukua muda wa utulivu, kisha nikaamua kwa akili zangu mwenyewe kujiomba msamaha. Nikasema, Buyobe, nisamehe, nimekukosea. Sikujua kama mimi hanayotenda inaenda kunipelekea katika hali hii. Nilitamani niweze kukupa kila mahali, walau tu kuyafanya maisha yangu yasije yakayumba kiasi ambacho ni cha kutia aibu. Hii pisi yangu nikatamani kuiuza, yaani walau tu nipate faraja. Sasa hapa kitu ambacho kilikuwa kinanisukuma ni mazoea ya hali fulani ya kimaisha, kwamba nimepoteza hizo pesa zote kwa wakati mmoja, tena pasipo kutarajia, na sina kingine tena, inabidi niwe mtulivu na mpole. Nilipogundua kwamba natakiwa niombe msamaha, sikumwomba mtu msamaha yeyote, nilianza kwanza kujisamehe. Nikasema, Buyobe, nimekusamehe. Buyobe, nisamehe. Kwa nini nasema habari ya jina? Kwa sababu jina ni mamlaka iliyoko juu ya mwili wako. Yaani jina ni roho. Niseme kwa tafsiri hiyo, labda utanielewa sawa sawa. Kwa unapotaja jina unataja roho yako, unataja mamlaka yako. Unakiri katika mamlaka iliyoko ndani yako. Mamlaka inayokuongoza wewe, ndiyo maana ya jina. Unaposema Mungu, unataja jina la Mungu. Jina la Mungu maana yake unataja mamlaka iliyoko juu yako wewe. Kwa kutambua kwamba mwanadamu anaundwa kwa mwili na roho, basi jina linasema katika sehemu ya roho au nafsi, kitu kisichoonekana ni jina. Unajiuliza, nazungumza kitu gani? Ninachokizungumza lazima uyajue mamlaka inayokuongoza, uyajue mamlaka yanayokuongoza kwenye maisha yako, ambayo ni jina lako. Na kwa hiyo unapopitia changamoto yoyote, mtu wa kwanza kumkimbilia jina lako, mamlaka iliyoko juu yako, yaani ulimwengu usioonekana, ulimwengu wa kiroho. Na huo ndio na mamlaka ya kuweza kukufanya wewe ukawa huru na ukajiruhusu kuendelea na maisha. Hutotamani kujinyonga kwa sababu ya mtu, hutotamani kulipiza kisasi kwa sababu ya mtu, na hutotamani kuua mtu kwa sababu amekutendea kile kitu ambacho unahisi kimekuumiza. Maumivu unayoyaona ni maumivu katika mwili, hakuna maumivu katika roho. Laiti ukishajua tu kwamba hakuna maumivu katika roho, basi wewe utaweza kujisamehe. Sasa jiulize wewe, mimi nimejisamehe mara ngapi kwenye maisha? Ni nani nimwombe msamaha? Hivi nimewahi kujiomba msamaha mwenyewe, ama nakimbilia kuomba watu wengine msamaha? Nimewahi kujisamehe mwenyewe kwenye maisha? Jiulize hilo swali, kisha ujijibu mwenyewe.
Kama hujawahi, basi chukua hatua kuanzia leo na ufanyie kazi msamaha. Jisamehe, uone maisha yako kama haujawa huru na kuendelea mbele. Kusamehe ni kuachilia, kusamehe ni kujiruhusu kuendelea mbele na maisha, na hiyo ndiyo siri ya msamaha, ambayo ni kujisamehe mwenyewe, ni kujiomba msamaha kwa mamlaka iliyoko juu yako, ambayo ni jina lako. Na hii ni shule ya maisha.